Jamani, wote tunajua baba kwa Kiingereza anaitwa daddy, lakini sio kila baba unaweza ukamuita daddy. Unajua daddy ni baba fulani ambaye anakula pizza, anakula baga, na anajua hata kutofautisha kwamba hii pizza ni ya China, hii ni ya nchi fulani. Baba hawezi kununua mkate wakati nyumbani mna kiporo cha ubwabwa. Kuleni ubwabwa uishe ndo mdai hela mkate. Daddy ni baba fulani ambaye anaingia TikTok, anafanya challenge za TikTok, yuko busy kabisa. Koma sofa. Baba haingii kwenye mitandao ya kijamii. Akiingia sana kaingia Facebook. Na akifika kule Facebook, DP yake tu picha ile. Pua tu limejaa kwenye DP. Huyo ndo baba. Daddy akifika nyumbani watoto wanamuwao. Wow daddy, we miss you. Kwanza wanamkumbatia kwa sababu amevaa shati yake ya blue ina peni hapa. Safi. Baba akifika nyumbani wote mnakimbia kujificha. Mpaka mke wake anakimbia. We mke tu kakimbia, wewe utabaki. Na ukifika huko hata kama una kikohozi, unakuwa umejificha baba asisikie. Na daddy ni baba fulani ambaye anaweza kukupigia video call. Na daddy ni baba ambaye anaweza kaongea na katoto ka 2000 wakaelewana mpaka wakajenga familia. Huyo ni daddy. Baba apigi video call. Baba akikupigia video call, hauwezi kupokea ile simu. Lazima umpigie kwanza mama yako, umeze, mama, aliyeshika simu ya baba ni nani? Huyo ndo baba. In short, baba anaweza akawa daddy pale ambapo ameachwa na mama. Mimi siku moja babangu alinitumia message. Hujambo mwanangu? Nikasema, baba kabisa katuma message. Huyu sio yeye, hii si jibu, nikakausha. Akatuma nyingine, mwanangu nitachelewa kurudi nyumbani, naomba uniandalie maji ya kuoga na chakula, nikifika nisikusumbue. Nikasema huyu baba. Nikamjibu poa. Simu yangu simu yangu ina shake. Message ilomfikia babangu ile pia haikwenda. Message ilomfikia babangu ni oa. In short, kuna tofauti ya kuachwa na kuachana. Unajua watu wanaoachana kwanza ni watu wenye exposure. Hata eneo wanaoenda kuachania unakuta wanaenda kuachania Edema Hotel. Wamefika pale ni kama dada fulani na mkaka fulani, yani kiasi kwamba hata maongezi yao kwenye kuongea, yani mwanaume akuta anamwambia, "Oh, Priska, kiukweli nakupenda sana lakini nimeona hii safari hatuwezi tukafika mahali. Kwa hiyo ni bora tuimalize bila umwagaji wa damu." Tena anamwambia kwenye account yako nitakuingizia milioni, ufanye matumizi yako. Hao watu wanaachana. Na yule mdada anayepokea taarifa ana appreciate. "Oh John, I really appreciate you. You are so honest." Yaani anaachwa hapa na appreciate. Kuachwa kwanza na kujijui. Unakuta tu message imeingia. Wema trip. Njoo karibu na makaburi ya Roma. Kiasi kwamba anajua kabisa ukifika pale ukalia ukawaza kujiua utazikwa hapo. Na ukifika hujijui anakuambia, "Naomba simu yako, toa line." Hivyo kiatu vua. Mimi na wewe basi. Na tumewasema sana wanaume. In short, wanaume nataka niwape kodi. Utafiti usio rasmi unaonyesha kwamba wanaume mnaongoza sana kwa kufumaniwa. Mimi sasa sitaki muendelee kufumaniwa. Wanaume, kuna sentence ukisikia kwa mwanamke, ujue kabisa huyu analala. Unakuta mwanamke amekuja kwako anamwambia, "Jua la saa 7, baby, hivi huko ndani huwa kuna mbu?" Jiongeze, analala huyo. Asante.